mambo yamekuwa tofauti. Tulijiandaa, tulifanya maandalizi makubwa ya kuja kupata ushindi leo, na kila kitu kilikuwa kiko sawasawa kwa ajili ya mnyama kupata ushindi leo, lakini mambo yamekuwa tofauti baada ya mchezo kuanza, na mpinzani wetu akanufaika kwa nafasi moja aliyopata, akaweza kufunga goli ambalo limetokana na kujigonga kwa maana ya deflection, na hatimaye ikazaa bao moja pekee ambalo limetenganisha mchezo huu. Sisi kwetu Simba Sports Club tunasema kwamba haya ni matokeo mabaya, ni matokeo mabaya sana. Kufungwa ni jambo moja, kufungwa nyumbani ni jambo la pili, hasa kwenye michuano hii ya Afrika ambayo kila mtu anajidhatiti na ameweka ngome kubwa kupata ushindi nyumbani. Lakini kwa sisi imekuwa tofauti. Leo tumeanza kwa kupoteza mchezo wetu wa kwanza tena nyumbani kwetu Benjamin Mkapa. Ni matokeo ambayo yanakupesha, ni matokeo ambayo yanauma, ni matokeo ambayo yanachukiza, na ni matokeo ambayo yanaumiza kweli. Lakini matokeo haya pamoja na machungu tunayoyapata kupitia matokeo haya, lakini hatupaswi kutukatia tamaa, hatupaswi kujikatia tamaa sisi wana Simba, wala hatupaswi kwa matokeo haya mabaya ambayo tumeyapata, hatupaswi matokeo haya kutuvunja moyo. Matokeo haya mabaya ambayo tumeyapata leo hayapaswi kutuondoa wenyewe mashindanoni, yani kutunyong'onyesha, very right, yani kwamba tumefungwa nyumbani, yani ndo mwisho wetu umefikia hapa tena, hatuna mwendo tena, mambo yetu yameshakuwa mabaya, yameshakuwa magumu. Hatupaswi kuwa na kauli kama hizo wana Simba. Matokeo mabaya tuliyopata leo yatupe nguvu, yatupe chachu ya kupambana katika mechi 5 ambazo zimebaki. Na mimi niwakumbushe wana Simba, leo hii tumeanza vibaya, lakini tumeshawahi kuwa na mwanzo mbaya zaidi ya huu. Msimu wa mwaka 2022-2023 kwenye ligi ya mabingwa Afrika tulianza vibaya kwa kufungwa mabao 3-0 na Raja Casablanca hapa Benjamin Mkapa. Watu waliondoka wamechanganyikiwa, watu waliondoka wanatembea kwa vichwa, watu waliondoka Benjamin Mkapa wanatambaa, hawaamini macho yao. Nyama anapasuka bao 3 Benjamin Mkapa mbele ya Raja Casablanca. Lakini tuliyapokea matokeo haya. Haikuishia hapo, tukasafiri kwenda Guinea, tukaenda kucheza na Horoya naye akatupasua bao 1. Yaani mpaka tunakwenda kwenye mechi ya 3 ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika hatuna pointi hata moja. Huo ndio ulikuwa mwanzo mbaya kweli kweli ambao wana Simba tunapaswa kukumbuka. Lakini nini tulifanya baada ya kupoteza mechi 2 za mwanzo? Tukakaa chini wana Simba, tukaangalia tumekosea wapi, tukapata nguvu mpya, tukajipanga. Mechi ya 3 tumekwenda kucheza na Vipers, tukampasua, tukachukua alama 1. Tukageuka na Vipers hapa Benjamin Mkapa, tukampasua, tukachukua alama 3, jumla zikawa 6. Tukaenda tena Morocco, tukafa bao 3 nyingine na Raja Casablanca. Ulikuwa ni msimu, ukiangalia mbele unaona kiza, lakini mechi ya mwisho Nyama akampiga Horoya bao 6, tukafuzu kwenda robo finali kwa idadi ya alama 9. Hiyo ndiyo Simba Sports Club. Hatupaswi kuikatia tamaa Simba yetu. Tumeshawahi kuwa na mapito magumu, tumeshawahi kupitia nyakati ngumu kwenye hatua hizi za makundi, lakini huwa tunaamka na kufanya vizuri. Mimi rai yangu kwa wana Simba, tuumie tunapoweza kuumia, tukasirike tunapoweza kukasirika, tufanye tunachoweza kufanya, lakini kwa haraka sana tunatakiwa kurejea mchezoni. Kwa haraka mno tunatakiwa kurejea kwenye mapambano, kwa sababu tarehe 30 kuna vita nyingine inatusubiri Mali dhidi ya Stade de Malien. Tunatakiwa kwenda kufanya vizuri katika mchezo huo, lakini hatuwezi kufanya vizuri mchezo huo kama tutaendelea kuishi kwenye dimbwi la masononeko, kama tutaendelea kuishi kwenye dimbwi la kujikatia tamaa. Kwa Simba sisi hatujawahi kuishia njiani kwenye safari zetu za hatua ya makundi na mwaka huu, hata pamoja na kuanza vibaya kwa kufungwa na Petro, lakini bado safari yetu tunaiona ikiwa angavu kule mbele.
lakini unaweza ukafungwa, ila ukakaa ukaifanyia tathmini timu yako ikakupa matumaini ya kwamba una timu ya kufanya vizuri huko mbeleni. Ukiangalia mchezo wa leo tumeutawala, ukiangalia Simba tumetengeneza nafasi nyingi, ukiangalia nafasi ambazo kipindi cha kwanza tumezitengeneza na kuzipoteza, sio kwa ubora wa mpinzani, ni kwa hali ya mpira. Unajipa matumaini ya kwamba timu tunayo. Ukianza kuiangalia nafasi ya Elie Mpanzu, nafasi ya Morris Abraham, nafasi za wazi kweli kweli, lakini ndio mpira wa miguu, na wala sio kwa ubora wala juhudi za mpinzani wetu Petro, ni kutokana na makosa ya kimchezo ndiyo ambayo yamewaweka salama wapinzani wetu. Makosa kama haya hayawezi kujirudia katika mechi nyingine, na uzuri ni kwamba wachezaji wenyewe wamepokea ile hali ya kupoteza mchezo leo, imewaingia, wamejifeel vibaya. Maana yake ni kwamba kila mmoja anakwenda kuangalia mapungufu yake, mapungufu ya timu. Tuamke, twende tukafanya ubaya ubwela huko mbele. Ni kama vile nimekaa Kimtegwa mechi ya jana, Esperance anatoa sare nyumbani na Stade Malien, na ndiye mnakwenda kucheza naye mechi. Mimi nilisema kitu kimoja, unajua watu wamekariri, wakiona Waarabu wengi kwenye kundi wanajua mechi, lakini kiuhalisia hakuna timu nyepesi kama timu na sisi Simba Sports Club tunasema hivyo kwa uzoefu tulionao nao. Mafanikio yetu yote sisi huwa yanatokana na kucheza na timu za Kiarabu, na kama sisi tungekuwa na Waarabu kwa mfano wawili watatu, yani tungekuwa tushaingia robo finali mpaka mapema, yani mpaka muda huu tungekuwa tumeshaingia robo finali, sababu sisi tunajua kucheza na wale watu na tunajua udhaifu wao na tunajua sio timu za kutisha sana kama unajikaza vizuri. Kundi letu ni gumu kwa sababu kuna watu wapya ambao hawatamiliki. Kuna huyu Petro Atletico, lakini kuna Stade Malien. Nadhani mechi hizi mbili za mwanzo zimeonyesha taswira hili ni kundi la aina gani. Stade Malien anakwenda kumdindishia Esperance nyumbani kwake Tunisia, wanaondoka na moja, wanaondoka na pointi moja. Hiyo sio kundi jepesi hata kidogo, lakini pamoja na yote hayo nyama, sisi we are very sure ndani ya kundi hili tumepoteza, tunashukuru, lakini tunaamini ndani ya kundi hili tunachanga karata zetu zilivyo, nyama anavuka vizuri. Bado mapema mno, na wanasimba wala wasiingie kwenye mtego wa unyonge. Nyama bado yuko salama kwenye kundi. Amen. Baada ya kupangwa makundi siku kadhaa nyuma, ulisikika ukipinga ukasema kama hauna uhakika wa timu yako kuchukua hatua makundi kwa maana robo finali, usitengeneze jezi ya kimataifa. Simba Sports hajatengeneza jezi ya kimataifa, ni ile. Niliona mbali hapo na hiyo clip ni kuhakikishia Troy itasambaa mno. Sisi jezi za kimataifa tunazo, labda kama nyinyi hamjazio jezi za kimataifa. Si kimataifa, si logo ndio imebadilika. Wewe kumpenda mtu kwa sababu makeup sana kwa shabadilika tayari. Kwa kitendo cha kuwa na hii logo hapa tayari, hii ni jezi mpya kabisa. Kwa hiyo nilikuwa nina uhakika na kile ambacho ninakizungumza. Kwa sisi tuna jezi mpya za kimataifa. Kwani ligi tunavaa hii? Hapana. Mnavaa kama hizi lakini kuna kama hapo Kwa hiyo ligi hatuvai hii. Maana yake sisi tuna jezi mpya za mashindano tumetengeneza kwa ajili ya kwenda robo finali. Mimi najua leo watairudia sana hiyo clip. Kama hauna uhakika wa kwenda robo finali, sasa sio sisi. Hii ni robo finali yetu ya 5. Ni group stage yetu ya 5 ya ligi ya mabingwa. Na katika group stage yetu ya 5 hatujawahi kuishia hatua ya makundi. Hii ni group stage yetu ya 7 ya michuano ya CAF. Hatujawahi kuishia hatua ya makundi. Kwa tunapokaa na kuzungumza ya kwamba mnyama anavuka kwenda hatua ya robo finali, tunazungumza from the experience na tunazungumza kutoka kwenye ubora tuliokuwa nao. Ndio maana